Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukukaribisha wewe msikilizaji na mshiriki wa kanisa katika kipindi hiki kizuri cha kulitafakari neno la Mungu katika siku hii ya leo, ambapo tutakwenda kuangaza chimbo kuu au neno kuu litokalo kwa Mungu mwenyewe. Maana katika ulimwengu huu tunayo mambo mengi yanayotukabili, lakini tunapojikuta kuingia tu katika neno la Mungu, wakati mwingine faraja wewe usikilizaye huko katika safari yako, katika shughuli zako, nyumbani, mahali popote, hata katika shughuli zako mtaani, unapokuwa ukisikia sauti hii, tambua ya kwamba Mungu ana makusudi maalum ili ya kwamba upate kutambua wajibu wako katika ulimwengu huu ni nini, na pale unapokutwa kukata tamaa, nini kinahitajika katika maisha yako. Kabla ya kuendelea sana, nipende kutoa utambulisho katika wakati huu. Jina langu naitwa Pastor Lazaro Filipo, ni mwenyeji wa maeneo ya Mleba, lakini katika eneo moja linaitwa Kibaoni. Nipende kukaribisha katika wakati huu mzuri tunapoenda kutafakari neno la Mungu kwa ufupi. Kabla ya yote, nipende kukualika mahali ulipo tufumbe macho tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu ketie mbinguni, asante kwa wakati huu mzuri. Wana wako na binti zako tunakwenda kujirisha neno lako la uzima. Tunachohitaji Bwana, kubali kuwa nasi, ukae nasi katika nyakati hizi, ili ya kwamba neno lako likawe mwangaza wa njia zetu, likatufariji na kutubadilisha, hatimaye tukafae kuitwa wana na binti zako katika ufalme wako. Hivyo mbariki baba aliyeketi pale, mbariki mama aliyeketi pale, kijana, binti, wote waliomo ndani ya kanisa na walioko nje ya kanisa, kawabariki. Walioko barabarani wakitembea katika shughuli zao wakifanya hapa na pale, Bwana kawabariki kupitia neno lako litakalosikika masikioni mwao. Nikiomba na kutumaini kwa jina la Kristo utatenda. Amina. Je, umewahi kukutana na wakati mgumu? Ni wakati gani ambao umewahi kuwa mgumu sana maishani mwako? Kuna nyakati nyingi ambazo umezipitia, za raha na za shida, furaha na huzuni. Lakini ni lini ambapo uliona kwamba huu wakati kwangu ama hakika ni mgumu kweli kweli? Kuna nyakati nyingi ambazo wanadamu huwa tunazipitia, na hufanya hata tushindwe kukumbuka ya kwamba ni nani aliye karibu nasi katika nyakati hizi ngumu. Wengi huwa tunatazama kwa upande wa pili, lakini upande wa kwanza huwa tunausahau na kuamini ya kwamba huenda upande wa kwanza ndio chanzo cha huu wakati wangu kuwa mgumu. Lakini siku ya leo nikwambia ya kwamba huu wakati mgumu hausababishwi na muumba wako. Na unapogundua kwamba unao wakati mgumu, na kama Mungu ameruhusu wakati mgumu ukupate, kumbuka ya kwamba ni kwa mkakati maalum wa wewe mwanadamu kukukamilisha katika imani yako. Na mara nyingi wengi tunapokutwa na wakati mgumu, huwa tunahamisha hata channel za mawazo yetu kwa Mungu na kuelekea kwa miungu, ambapo ni chukizo na ni uharibifu. Tunajipotezea uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Hivi basi katika kitabu cha Mwanzo 22 kuna kisa hapa ambacho ninakisoma, kila wakati nikikisoma moyo wangu unapatwa somo fulani zito sana. Najua si mara yako ya kwanza kukisikia hiki kisa, na wala si mara ya pili. Imekuwa ni mazoea na mazoea na mazoea, na hivyo basi unaona kwamba kama vile ni story tu. Hizi stories zilizoandikwa kupitia watumishi wa Mungu ziturekebishe tabia zetu, zitubadilishe nia zetu, mienendo yetu, mawazo, hata fikra zetu, ili ya kwamba kupitia story hizi sisi na wao tufae kuitwa wana wa Mungu katika ufalme wake. Nikianzia mstari ule wa 12,
katika kitabu cha Mwanzo 22 anasema ya kwamba akasema, usimnyoshee kijana wako, wala usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Mara nyingi story hii yamkini haibadilishi upeo wako wa akili. Hebu jiulize ya kwamba ni mara ngapi Abraham au Ibrahimu aliahidiwa kupewa mwana katika maisha yake. Aliambiwa kwamba katika viuno vya mkewe Sarai atapokea mtoto wa kiume. Ni miaka na miaka imekwenda imerudi, hakuna mtoto. Hatimaye katika saa zake za mwisho, katika nyakati zake za uzeeni, anapata mtoto, na ni mtoto mmoja kwa mwanamke aliyemuoa tangu ujana wake. Na huyo mtoto inatokea jaribu kwa Mungu ya kwamba nenda kamtoe sadaka ya kuteketezwa. Nimeanzia chini katika kisa hiki, mwishoni kabisa mwa kisa. Lakini ukisoma 1:22 ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Hebu fikiria, hauna mtoto, halafu mtoto uliyempata aidha kwa njia za waganga, kwa njia za kunywa madawa mbalimbali, halafu nyakati fulani unaambiwa sasa na yule aliyesababisha upate mtoto kwamba yule mtoto mlete, nina kazi naye. Na wakati huo wewe mwenyewe hauna mtoto mwingine nyumbani tofauti na huyo. Kuna jambo fulani hapa haliko sawa. Bila shaka unaona nitazama hapo, hautakubali mwanao aende kwa huyo mganga, aende kwa daktari aliyekupambania kupata mtoto, hata kama ulimpata kwa njia fulani ambazo si salama. Sasa inakuwaje kwa Ayubu? Maana najua hata wengi wetu yamkini hata umri ambao Ayubu alipatiwa mtoto, umri ule, wengi ndani hata ya kanisa tumepata mtoto kabla ya umri huo. Na sasa anaambiwa kwamba yule mtoto amchukue, ampeleke katika nchi ya Moria, mlimani, katika mlima mmoja atakaoonyeshwa, ili amtoe sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu anapimwa imani. Jaribu la Mungu huwa linakuja ili kujenga imani na kutukomaza kiimani zaidi, lakini jaribu la shetani linakuja ili kutujenga katika upotovu, ili kutuangusha katika safari yetu ya imani, ili tusiweze kuendelea mbele na imani hii tuliyoipokea kutoka kwa Kristo Yesu. Ibrahimu anakubali wito wa kuanza safari ya kuondoka yeye na mwanae, na nyumbani hakumwambia mama mzazi wa mtoto. Aliondoka kimya kimya, akamwaga tu, mama, tunakwenda kufanya ibada mlimani kule, hivyo endeleza maombi nyumbani, maana tunaenda kumtolea Mungu dhabihu.
Ibrahimu akamchukua kijana wake na vijana wengine waliokuwa pale nyumbani pamoja naye. Safari alfajiri inaanza kuelekea nchi ya Moria katika mlima mmoja ambao haukutajwa jina. Kuna pambazuka, nchi ya Moria wanaikaribia. Ibrahimu anawaambia wale vijana wengine, bakini hapa, mimi nitapanda na kijana mpaka mlimani tukamtolee Mungu dhabihu. Safarini kijana anauliza kwamba tazama, kila kitu kinachohusika na sadaka tunacho. Sasa habari gani kuhusiana na huyo sadaka? Ni yupi? Mbona leo hatujabeba kondoo? Baba, hebu niambie leo tunaenda kutoa nini? Maana kama ni vitu vyote vinavyoambatana kukamilisha sadaka yetu tumebeba. Kisu kipo, moto upo, kuni zipo, madhabahu tutajenga, lakini huyo kondoo kwa ajili ya sadaka yuko wapi? Kuna somo jingine hapo kwamba unapoenda kwa Bwana usiende mikono mitupu. Usiende mikono mitupu. Njoo na sadaka yako. Maana ukisoma hata katika Kumbukumbu la Torati 16:16 inakuambia kwamba wasitokee mikono mitupu mbele za Bwana. Kwa Mungu tusipange kwenda mikono mitupu. Njoo mbele za Bwana ukiwa na aidha sadaka yako. Unakuja mikono mitupu tu, una chochote, beba Biblia yako, beba lesoni, kitabu cha nyimbo, hata daftari kwa ajili ya kuandikia nukuu zitakazokuwa bora kwako kwa ajili ya kusaidia kukukomaza katika imani yako. Ibrahimu akamtazama kijana wake na akamweleza ya kwamba Bwana atajipatia mwana kondoo kwa ajili ya sadaka. Ninamshangaa sana Ibrahimu jibu hili alilolitoa. Ili hali ana uchungu, anajua kabisa kwamba huyu ndiye wa pekee, yamkini nikalala tena bila kuwa naye. Sasa swali ni kwamba ameambiwa atabarikiwa, hata watoto wake watabarikiwa. Sasa kama watoto watabarikiwa, swali ni hili: mtoto anaenda kutolewa sadaka, ni nani atakaye baki kuwa sehemu ya uzao wake? Ni nani atakaye simama kama mrithi wa Ibrahimu katika dunia hii? Lakini kwa kuwa ni agizo la Mungu, Ibrahimu hakuona taabu, hakuona shida kufuata. Ni wakati mgumu sana aliopitia Ibrahimu, mgumu sana, ni wakati mgumu. Na hili linanifundisha kwamba hata iweje, kuna nyakati za kukabiri wakati mgumu. Haijalishi ni kwa machozi, haijalishi ni kwa fedha, haijalishi ni kwa nguvu, ukabiri jinsi ulivyo. Huenda katika wakati wako huo mgumu, Mungu amepanga kukukomaza kiimani. Mungu amepanga kukukomaza kiimani katika wakati huo mgumu. Katika mstari wa 6, Ibrahimu akazitoa zile kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanaye, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu maswali tuliyokwisha kutangulia kuyasema. Viko wapi yuko wapi mwana kondoo? Yuko wapi? Yuko wapi? Je, ungekuwa ni wewe katika nyakati hizo za Ibrahimu, wewe ungekubali ya kwamba yule uliye naye mpendwa wako mwingine, kuhani ni wewe mwenyewe, mpeleke mahali fulani ukamtose katika maji, mpeleke mahali fulani ukamchinje, mpeleke mahali fulani ukamuuze, mpeleke mahali fulani ukafanye tofauti na maisha yake? Hivi ungekuwa ni wewe, ungekubali? Nadhani wengi hapa tungesema, sasa Mungu sikiliza, hii agenda ni ngumu, labda tusubirie kwanza hizo baraka ambazo umezisema zikija, sasa angalau nione kwamba nina katoto kingine nina katoto kingine, hapo ndipo tufanye nini? Nikutolee haraka moja. Lakini kwa sasa hapo Mungu sasa, hata kama nikunipima hamna, hata kama wewe ni Mungu. Tena tungesema huyu Mungu nahisi kawa chizi, yani kanipa mtoto halafu bado tena huyu mtoto anamtaka.
anavyotaka na yeye. Huyu Mungu kigeugeu. Lakini Mungu hajawahi kubadilika, na ahadi zake akitoa, ametoa kweli kweli. Si maskini hata ahitaji vitu kutoka kwetu. Je, twastahili mbele zake? Je, twaweza kukaa katika nyua zake takatifu? Je, imani yetu kama wasafiri wa kwenda mbinguni imetimilika? La hasha. Tukomae katika imani. Tukomae katika imani. Umewahi kujiuliza habari za wakati mgumu ndani ya Biblia? Wakati mgumu aliopitia Hana, akiwa hana mtoto na mwenzake na mke mwenzake ana watoto. Ulikuwa ni wakati mgumu. Nyakati gani ulizopitia ambapo kuiendeleza hii safari ambayo mwanzilishi wake ni Yesu, tukawa na mashaka ndani ya mioyo yetu ya kwamba hii safari hatuiwezi, na ndio maana tumerudi nyuma? Kwa sababu gani? Nilifiwa na baba, ndio maana nimeamua kurudi nyuma. Wakati huo kwangu ulikuwa ni mgumu sana, wala sikuwahi kupata faraja. Ninamuona mama huyu Rahel akililia watoto wake. Nani wa kumfariji? Waliojaribu kumfariji hakuna. Waliojaribu kuzungumza naye hakuna. Wakati mgumu. Ni wakati gani ambao wewe waweza kupitia ukamwacha Bwana? Ni imani yako. Sikiliza, nisiseme mengi nikamsahau mtu mmoja, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakati aliopitia kuwa kondoo kwa ajili ya watu wote. Hivi unafikiri Yesu, ninaomba hii kazi ibaki iwe na iacha? Gethsemani, chozi linaanguka, maumivu juu ya maumivu. Anautazama msalaba kwa mbali, anaona jinsi anavyoenda kufa, anaona jinsi anavyoenda kukata roho, anaona jinsi gani wanadamu watakavyomsaliti na kumkana, wakicheka wengine kwa dhihaka. Anawaona kina mama wakipitia wakati mgumu wa kulia kwa uchungu. Anawaona baadaye mitume, wanafunzi ambavyo baadaye watateseka duniani. Yesu analia machozi. Uliingia wakati wake ulikuwa mgumu sana kukutafuta wewe na mimi, lakini katika yote na yote Yesu hakuacha kumuomba Mungu. Ni mara ngapi sisi kama Waadventista wa Sabato tunapopatwa kidogo magumu, imani tunaiacha, Mungu tunamuacha? Huyu aliyetukomboa tunakuwa na wasiwasi naye. Ni kwa sababu gani? Tunapitia wakati mgumu. Ndio maana tunaona kwamba ni heri tu kuachana na imani, baadaye nikatafute maisha yatakayokuwa bora kwangu, nikatafute suluhisho la matatizo yangu, nikatafute ufumbuzi wa hili jambo gumu. Hebu itoshe kusema ya kwamba hata katika magumu usimwache Bwana. Hata katika magumu usimwache Bwana. Kwa maana saa yako ya kupitia magumu, kuna saa iliyoandaliwa kwa ajili ya kufurahi. Kuna saa iliyoandaliwa kwa ajili ya kupumzishwa na hayo magumu. Ili mradi tu wewe ukubali kukaa katika mkono wa kuume wa Bwana, kama alivyokaa mtumishi wake anayeandikwa na Musa kwa habari za maisha yake. Ni mangapi aliyoyapitia Bwana Ayubu, mpaka hatua ya mwisho anarudishiwa maradufu vile vilivyokuwa vimepotea. Katika yote na yote hakuacha kuomba. Katika yote na yote hakuiacha imani na kuikana, isipokuwa alizidi kuonyesha ukamilifu wake katika machungu. Alizidi kuonyesha ukamilifu wake katika magumu. Na ninakukumbusha kwamba jaribu la Mungu nyakati zote linaporuhusiwa kwa mwanadamu ni kwa makusudi ya kukamilisha wewe msafiri. Sasa mimi ninapoiacha imani kwa sababu ya jaribu lililonipata, ninamaanisha nini? Nipo tayari kupotea na wale wanaoikana imani, wale waliokubali kukaa upande wa pili. 6 mstari wa 8. Biblia yangu na ya kwako inaandika jambo fulani, ya kwamba
kama mwanadamu, Mungu anataka nini kwako sasa? Unapoukabili wakati wako unapokuwa mgumu, je, ni wakati na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako? Sasa kama Biblia inaniambia kwamba haijarushi ni nyakati gani nitakazozipitia, yapaswa mimi kutenda mema, kuenenda katika rehema, kuenenda katika haki, nipende sheria yake. Na wakati nyakati ngumu zinaponijia ya kutokuabudu miungu mingine ni ngumu, ninaona sheria ya kutokulitaja jina la Bwana Mungu bure ni ngumu, sheria ya kuabudu miungu wengine kwangu inakuwa nyepesi, ninaachana na sheria za Bwana. Je, mimi ninatenda haki mbele za Mungu? Utende haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Lakini kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 12 hadi wa 13, Biblia inazungumza maneno haya ya kwamba nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu na waume na wanawake, Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu ya urithi kwenu. Lakini katika 10:12 na 13 anazidi kusisitiza ya kwamba na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana Mungu wako, tumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo, upate heri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Israeli wewe, Israeli mimi, Bwana Mungu anataka nini kwangu? Anataka nini kwangu kwa habari ya ibada? Anataka nini kwangu kwa habari ya matoleo? Anataka nini kwangu? Anachokitaka Bwana Mungu wangu, nimeumia, nimelia, nimeomboleza, nimehuzunika kiasi gani, ni kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wangu kwa moyo wangu wote. Ninakurejelea katika kitabu cha kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, ndicho kilichoandikwa hapa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 12 na wa 13, kwamba Bwana anataka nini kwangu? Ni kumpenda, nikizishika amri za Bwana na sheria zake alizoniamuru, ili maisha yangu yawe na heri. Tofauti na hapo, ninajitafutia upotevu na hasara na mauti ya milele, kwa sababu ameniagiza anachokitaka, sio anaomba, anachokitaka. Elewa hapa, anataka. Ina maana unazoishi anazifahamu anachotaka, haijalishi ni wakati gani. Kwamba je, mwanangu katika wakati huu mgumu atasimama kwa mwaminifu? Anachokitaka umpende na kumtumikia. Kwa haombi, anataka. Kwa nini anataka? Wewe ni mali yake, na uliko navyo ni mali yake. Ulimwengu wote ni mali yake. Mwenye mali haombi, anaamuru kwamba ninataka. Mungu anataka umtumikie, na wewe moyo wako unasema kwamba umeumizwa sana. Ni uchaguzi wako kwamba ni nyakati gani ngumu zinaweza kukuondoa katika msalaba wa Kristo. Ni nyakati gani ngumu zinaweza zikakufanya ukaikana imani. Hebu nenda na somo hili katika nyakati zako ngumu. Usiache imani. Safiri salama katika safari yako ukiwa na Yesu,
Ishi maisha yako ukimtumikia huyu Mungu. Ishi maisha yako ukimpenda na kushika amri kama alivyotuagiza. Mungu na akubariki katika siku hii ya leo, ukawe faraja jina la Yesu. Amen. Tusimame tuombe. Mungu wetu, asante kwa siku hii ya leo, kwa somo hili zuri. Mara baada ya kugundua kwamba unataka nini kwetu, tukutumikie mchana na usiku mahali popote tuendapo, Bwana kubali kutuongoza. Imani zetu zinapojaribiwa ili kuyumba na kuanguka, safari zetu za imani mchana na usiku kila itwapo leo, ili tuweze kuvaa kuwa pamoja nawe hata katika safari ya mbinguni. Kwa jina lako Kristo, amina.